course unachokisema ni sahihi. Nadhani kinachotuharibia sisi kuna muda ni kukosa nidhamu kwa watu ambao wanaongoza mpira. Unajua hizi kauli za wasemaji wetu wa hizi timu kubwa mbili kuna muda pia zinachangia kupelekea au kusababisha kufikia huku tulipo. Unavotoa kauli unaweza ukaona ni kauli ya kufurahisha kwa muda huo, lakini haujui athari yake mbele itakuja kuwa ni athari gani. Timu hizi mbili zimekuwa zikibebwa na hisia sana kuliko mapenzi halisi ya mpira. Wapo watu Ismaili na kuahidi ukiwaambia kuhusu mpira wanaweza wasiujue kabisa. Lakini ukiwaambia kuhusiana na Simba historia ilianzishwa vipi ilikuwaje akakupa kila kitu. Kumwambia kuhusu Yanga historia ilianzishwa vipi ilikuwaje atakupa kila kitu. Lakini ukakaa naye pale ukaanza kuzungumza habari za Ronaldo de Lima hapa ilikuwaje ambazo mimi na wewe tuliziangalia tukiwa watoto, mtu anaweza asijue kabisa hivyo vitu. Kwa hiyo unapata picha tuna watu ambao wanaendeshwa sana na hisia kuliko mapenzi ya mchezo wenyewe husika. Kwa mtu yuko radhi kwa ajili ya jambo lolote kwa ajili ya timu yake, lakini sio yuko radhi kwa ajili yoyote kusacrifice mpira utoke hapa uende sehemu nyingine. Kwa hiyo inapotokea mtu ambaye ana mapenzi mema na akasimama na mpira, huyo mara nyingi huwa anapigwa mawe kulingana na hisia za mtu husika ambaye yupo amesimamia na hilo jambo. Ina maana ukisimamia wewe sheria ili ukomboe huo mpira utoke hapa uende sehemu nyingine, basi kama utakuwa hiyo katika kusimamia kwako unawazuru mmoja kati ya watu hao wawili majiant, usitegemee kupata support ya watu wao kwako. Hicho ndicho kinachotokea. Kwa hiyo athari ninayoiona ndugu yangu Ismail inatokana na viongozi hao ambao wanausemea mpira. Leo hii unaniuliza hapa athari ya neno ubaya ubwela. Kila mtu anatafsiri kimpango wake. Si umeelewa? Inawezekana mimi na wewe tafsiri ya moja kwa moja ya wadharamu ya ubara ubwela ni kitu cha kawaida kabisa. Lakini kuna mtu mwingine anaenda mbali, anakwambia kabisa live tunaona kwenye mitandao, bwana ule ubaya ubwela tuliousema ndio huu. Umeona mwamuzi alichokifanya? Ndio ubaya ubwela. Kwa kila mtu anatafsiri kimpango wake. Ukirudi kule kwa ndugu yetu mwingine upande wa pili kule rangi ya njano na kijani, naye ana maneno yake ya kuuzi ambayo ikitokea Yanga amepata favor ya bahati mbaya au ya nini, mtu anachukua tafsiri ya msemaji wake anaweka na pale anasema bwana kile alichokisema yule ndio hichi. Kwa hiyo kuna muda pia wasemaji hawa na viongozi wetu lazima